makuhani, mapadri wetu hawa wapya nyie, sio kwamba mnapoenda kwenye upadri mnakuwa wafalme. Katika dunia leo unaweza kashawishika asema yule ana pesa, yule pale ni tajiri, yule pale maskini, yule ni tajiri. Kwa naenda kwa yule kwa sababu najua atanipa ya vocha. Yule haweza kanipa chochote. Hapo utakuwa haribu. Kwenda vijiji vyote, kwa laki wote, alienda pote. Na kwenda tu hivyo, kutembelea watu wote. Kwa maneno mengine anasema kwamba sikukaa ofisini. Swala la kutoka, utume ni kutoka, kwenda kuangalia. Utume sio kuja kanisani tu, sio kufika mbele ukaanza kutangaza naomba mchango, amleti mchango, lakini wafahamu hawa wana nini nyumbani kwao. Kawatembelee. Ukawaone hawa wanavyolala, wanavyoongea, wanavyokaa katika nyumba yao. Ina makochi mangapi? Wana chakula hawana? Wanaumwa, wanapigana au wanafanya nini? Watembelee. Kutembelea watu, pastoral outreach. Maana unaweza kupiga kelele michango mpaka sauti kapotea, lakini uwafahamu watu wako. Watembelee watu wako, ni utume muhimu sana katika maisha yetu. Lakini kufundisha watu kama tulivyosikia, unakuwa mfano, kufundisha wajue, kutoa katekesi, wajue vizuri ile kazi ya Mungu na matakatifu ya Mungu. Na wanapojua vizuri, wewe mwenyewe mfano sasa katika haya. Kwa hiyo kufundisha. Lakini vile vile kusali. Wewe ni mtu wa sala. Usali. Wewe unaweza kaa kuhani wakati fulani kujisahau hata kusali hata wakati wa chakula wala usali. Unavamia tu chakula umekula umeondoka. Na ukapenda zaidi uko nje kwa sababu hata kama mkeo wa makuhani wawili mko katika parokia muongee mnanuniana. Kila mtu ana watu wake katika parokia. Na mnapokuwa na watu wenu katika parokia mmeigawa parokia kwa vipande. Na kila mtu anapenda awe huko nje. Maana umechafuka ndani. Kwa cha kwanza usafishe ndani mwako. Alafu unapoenda unawakuta wenzako hawa, utawasalimia vizuri na utakumbuka nyumbani kwako ulikotoka. Kindasi wakisema baba wanafurahi, wakisema baba kule wanasema lioni. Kifika nyumbani kwako sasa lioni. Kifika nje wanasema baba. Tengeneza nyumba yako vizuri. Kusali. Hubiri habari njema. Watu wapate kuokoka. Watu wapate kumfuata Yesu Kristo. Watu wapate wokovu. Hubiri habari njema. Si tu maneno yako kama nilivyosema, maisha yako yawe ni mahubiri ya habari njema. Waseme tunaenda kumlaki Yesu kwako. Sawa, nafanana naye. Wewe si ni Yesu mwingine. Uangalie yote haya. Lakini kwa namna pekee Yesu anatuonyesha leo, aliwahurumia watu wamechoka. Na ndio maana ndugu zangu wapendwa, makuhani, mapadri wetu hawa wapya nyie, sio kwamba mnapoenda kwenye upadri mnakuwa wafalme. Ni watumishi. Wakati fulani unaweza kujisahau, kama ni sehemu nyingine nilikuwa naongea, wakati mwingine kuna waliokulea, ushemasi umepita katika parokia kadhaa na umekutana na makuhani kadhaa, wengine walikuonya, wengine walikuambia kitu. Na sasa naenda kupata upadri. Nikipata upadri watakiona. Nani watakiona? Utakiona wewe mwenyewe. Utakiona mwenyewe. Kuna jamaa mmoja niliwapa mfano sehemu fulani, alipopata tu upadri pale, amvamia mlezi wake. Kwa sababu alikuwa anamuonya, amempa na viadabu vingi. Jiwe lilikataa, nimekuwa jiwe kula msingi. Mlezi akamwambia, jambo hili limefanywa na Mungu, nalo ni la ajabu mno machoni petu. Nikisema hiyo ukajivuna, nimekuwa padri sasa nalipa sasa. Sasa padri fulani alinifanyia hivi, atakiona. Wewe ishi upadri wako ndugu yangu, ishi upadri wako.